Yasin. Nani? Ana Sharifu ibn Sharif wa Masharifu bin Abdulras. Omari! 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 Sauti yako haitakusaidia kitu chochote na hakuna mwanadamu yote atakayeweza kukusikia. Leo unapaswa kunisikiliza mimi. Kwani mimi nimekukosea nini? Karibu ewe mja wa Allah katika nuru ya la ilaha illa Allah Muhammadar Rasulullah. Mimi bado sijakuelewa. Tanifatisha maneno yangu. Ashhadu. Sasa mimi siwezi kuongea maneno ya Kiarabu hayo. Ashhadu Allah ilallah wa ashhadu anna Muhammada Rasulullah. Kuanzia sasa umeshakuwa Muislamu. Unapaswa kufanya kama Waislamu wanavyofanya. Kuswali swala 5, kutoa sadaka, kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, kutoa zaka na kwenda kuhiji Maka kama Allah atakujalia, na kujifunza Qur'ani vizuri ili utimize mahali yako mauti. Na usipofanya hivyo itakubana mbavu zako mpaka zitirafiane, za kushoto ziende kulia na za kulia ziende kushoto. Subiri. Hivi James, unaozungumza ni kweli au ulikuwa unaota? Wala sio ndoto rafiki yangu. Yule mtu alinitokea kweli. Tena nimekuita sana. Ila kuna mtu yote anaweza kusikia sauti yangu siku hiyo. Sasa huyu mtu lengo lake lilikuwa ni nini hasa? Lengo lake la kwanza ni kunitaka mimi nikusilimu. Lakini pia lengo lake la pili alikuwa anataka mimi niishi katika misingi ya Kiislamu pamoja na ibada zake. Kwa hiyo James utakuniambia umesilimu katika lengo lake la kwanza? Ndio. Leo nimeanza ibada ya kufunga chungu changu cha kwanza. Ila najiuliza, sijui kama nitaweza kukaa bila kunywa wala kula mpaka jioni. Bwana pole sana. Ndio kwanza 2:30. Ila kama ukiona saumu imekubana sana, unaweza kaingia chumbani kwako na kujipumzisha. Ila mwali, Uislamu wewe si dini yako. Ndio kweli kweli mfumo. Sasa hiyo sio kazi yako. Au nishaanza kuongea na Sharifu sio wewe James? Kwa hiyo nikiwa mimi haupaswi kujibu swali langu. Sina maana hiyo. Kwa sababu hata wewe mwenyewe ndio kwanza umeanza leo kufunga chungu cha kwanza.
Wenzio sasa hivi wapo katika chungu 14 na wazungumzi jambo lolote. Na tena hapo hapo iko chungu chako kimoja, haijulikani kama utafika salama mpaka jioni au la, na ushaanza kuchimba eti kwa nini msifunge. Kweli? Okay, samahani kama nitakuwa nimekuwa. Ila lengo langu mimi ni kutaka kujifunza kwa watu mliozaliwa kwenye Uislamu. Sasa kama na kujifunza zaidi, watafute mashehe. Watakufunza vizuri. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. kufuwan ahad. Safi, habari? Nzuri, wema. Wema? Mbona unanishangaa? Nakushangaa. Unawezaje kutembea mtupu barabarani kiasi hiki? Hata mambo yako wewe, kama ndo mwenyewe nikizama kazi yako. Hata mtama nikiwa nyumbani kwako, msibiki niko patikana. Uko na shida gani na mimi? Basi kuelewi. Okay. Waya jazami za kinao unaweza kutimiza hapa kwa baba. Mimi si yule James yule mzoea. Nilikuwa mnaenda guest club kwenye kumbi za starehe. Mimi ni asili.
nilichagua kumcha Mungu wangu. Nini? Yeah. Mcha Mungu utakuwa wewe? Ila mazani kweli imeingilia. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Vipi Ustazi Yasin? Mbona yule dada amepitia Singi? Tulipishana tu lugha za Kiimani kutokana na vile alivyokaa. Lakini usijali. Siku zote unapomlingania mtu dini lazima awe mkali. Hata Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipata tabu sana kuwalingania watu dini. Na alipata mazito na makubwa. Kwa hiyo haya masuala ni ya kawaida tu kwa dunia. Nimekuelewa Lujeni. Vipi? Ulikuwa unaenda wapi? Nenda madrasa ya kina mama. Sawa. Alafu usione kimya kuhusiana na ile jambo letu. Sisi kama familia tumeamua tarehe 26 tutakuja kulimaliza ile jambo. Ili tulifanye jambo letu. Inshallah. Basi sawa. Haya. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam Sheikh. Yasin, ina maana bado unaniogopa? Ujio wako wa ghafla bado sijauzoea. Nimekuja kwa mara ya mwisho na hutoniona tena. Sawa. Leo umekuja kwa lipi? Kwa sasa hivi kila kitu kinaenda sawa kwa upande wako. Baada ya swala inapatikana na mambo mengine yote yapo sawa. Na unaijua vizuri Qur'an. Na sasa hivi ni ruksa kwenda kumwoa yule binti. Na naamini palipobakia atakuendeleza yeye. Sabili. Alhamdulillah rabbil alamin. Ndugu zangu, kwanza tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, ndoa yetu imepita salama inshallah. Na kutokana na ndoa hii kupita salama, humu kwenye ndoa hii kupita uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, na mteua shemeji yangu kuwa imamu wetu katika msikiti wetu.
Mm-hmm.